Amanka, niambie. Najua kuna wakati itafika utanichoka, kwa sababu mimi kilio changu ni kile kile. Mimi bado naumizwa na mapenzi, bado nimekuwa ni mtu ambaye sijui nimerogwa, sijui nimefanya kitu cha aina gani, lakini nampenda sana Eliza. Eliza amekuwa ni kikwazo katika maisha yangu. Siwezi kupiga hatua yoyote kama simuoni yule mwanamke pembeni yangu. Siwezi kufanya chochote kikaenda kama sioni furaha ya yule mwanamke. Amanka, Eliza ni mwanamke ambaye chochote atakachojisikia kukifanya, hata kiwe na maumivu ya aina gani ndani ya moyo wangu, nitakivumilia. Najua unaelewa kilichotokea kule bondeni. Najua unaelewa kilichotokea kwa yule fundi mafriji. Hajaishia hapo bado. Eliza anatoka na Asumani. Habari yako dada? Asante. Bei gani matunda? 700 kwa 600. 600 matamu au wewe? Matamu lakini dada yangu. Matamu wewe mwenyewe unanioneje? Ila kweli. Jinsi alivyo mazuri na wewe hata mpishani sana. Mambo mengine vipi? Safi. Sorry. Hivi wewe mwenyeji hapa? Ni mwenyeji. Mbona sura naiona kama ngeni? Kwako wewe ni ngeni, lakini mimi ni mwenyeji. Sijawahi jua kama huu mtaa una watoto warembo kama wewe. Wallahi na sijawahi jua wala sijawahi kuzani kama kunaweza kuwa watoto wazuri kama wewe. Ndio una wengi. Kwa kwanza mimi ni mtu. Okay, samani, naweza nikakuuliza swali dogo tu? Bila shaka. Kwa nini umeolewa? Kuolewa? Unataka maembe, unataka kujua kwamba nimeolewa? Sisi ni binadamu, kufahamiana, kujuana ni vitu vya kawaida. Mimi mwenyewe unajua nipo mitaa hii. Sasa tukifahamiana sio mbaya zaidi. Ndio maana nataka kujua umeolewa. Nunua embe, mengine utajua baadaye siku nyingine, sio lazima yote yajieleze. Sikiliza sisi, mbona kwa kama mtai? Mimi nanunua, mimi najua hapo kwenye biashara. Sawa. Na sio kwamba eti sitanunua. Hii ni biashara na ninaheshimu sana kazi yako. Lakini pamoja na biashara haiwezi kufanya mimi nisikwambie uzuri wako, sifa zako. Wewe ni mzuri. Wewe ni mzuri sana. Na sitarajia kama naweza. Hebu naomba kwanza. Sawa. Tunataka matunda? Shida yako si matunda. Basi nunua. Mimi nanunua. Sifa nyingi sasa za nini? Pia nikwambie ndugu wangu. Najua mapenzi ni upofu. Kiukweli, yule mwanamke sio sahihi. Mambo mangapi amekufanyia? Uelewi tu. Wanaume wangapi ashatembea nao mpaka sasa? Bado tu namfikiria huyo huyo. Hivi mimi kweli nitoke hapa nikaongea na Asumani, naomba muache jamani yule wifi yangu jamani. Kakaangu ndo anataka awe hivi kweli? Kwani amekuloga? Alichokuwekea wewe nini ambacho kinakupa wewe uzuzu kiasi kwamba wewe unamwaza yeye tu?
Alafu sikia nikwambie, mimi ni mkubwa wako. Yaani mimi nishaingia kwenye mahusiano, nipo kwenye ndoa yangu, sijui umenielewa? Kitu cha sahihi, na mwanaume wa kweli namjua, mwanamke wa kweli kwa mumewe anajulikana, sijui umenielewa? Kama kweli alikuwa anakupenda asingekusaliti, sijui umenielewa? Mimi ninachokuomba, achana naye. Wanawake wapo, tafuta mwanamke aliyekuwa sahihi. Ndugu wangu, Sio mwanamke aliyekuwa sahihi. kweli kabisa. Mwanamke anaweza kawa sahihi zaidi ya Eliza kwangu. Jamani, hivi mnaelewa kupenda hivi? Mnaelewa mapenzi? Mnaelewa kubondi na mtu? Unaelewa kwamba watu wamebondi? Mimi na Eliza tumebondi. Napenda sana. Na samahani. Sasa kakaangu nikwambie, sawa? Ufanya biashara ya matunda. Sawa. Hayo mengine hapata yahusiana. Sikupingi dadangu. Na sijaja kukuvunjia biashara yako. Matunda mimi nanunua. Lakini pia moyo pia lazima niupe thamani yake. Hebu nikuulize kwanza. Sawa. Niulize tu kwanza. Kipindi unatoka huko unapita, ulipofika hapo, ulikopo shida yako ni matunda au shida yako ilikuwa nini? Yani labda maana sijakuelewa. Shida yangu mimi ni matunda. Sio kwamba shida yangu imeisha, matunda mimi nanunua. Ila nisikuchoshe kwa maneno mengi. Naomba nisaidie namba ya simu tu. Basi. Namba ya simu tu. Unaelewa? Yaani mimi nikupewe namba ya simu. Kwa sababu zipi za msingi labda mpaka nitoe namba ya simu? Huwezi jua, huu ndio mwanzo tunafahamiana. Kuna vitu vingi tu ambavyo tunaweza tukabadilishana mawazo. Toe namba ya simu. Sawa bwana sasa. Toe namba ya simu. Kama shida yako iongea hapa nitakusikiliza. Lakini sio mpaka namba ya simu. Shida yangu ni ngine na dhati. Yaani nishaongea kwamba mimi ninataka kupenda. Nahitaji kwa. Sawa. Unataka namba ya simu. Kwa sababu gani? Mimi nipate muda wa kuwasiliana. Kwa kuwasiliana mimi nimesikiliza. Mimi ni mkubwa na kushauri yule mwanamke achana naye. Sijui umenielewa? Kwa sababu sio sahihi. Mdogo wangu, wewe ni ndugu yangu, ninapokuona unapotea lazima nikurudishe sehemu sahihi. Mimi nilitarajia na kuja kwako kupata maneno ya faraja. Nilitarajia kwako ndo sehemu pekee ambako naweza nikaambiwa kitu na nikarudi najisikia amani. Dada, naona zidi kunichoma mkuki wa moyo. Sasa mimi kweli najua kabisa yule mwanamke ashatembea na wanaume kibao, bado nikamfuata tena, Asumani muache kweli? Mimi nilitarajia nikija hapa nikaongea na wewe utanyanyua mguu wako uende mchukua Asumani ukae naye chini. Asumani achana na mwifi yangu 1 2 3. Sio kweli. Kama leo huwezi kupigana kwa ajili ya mimi mdogo wako, utapigana kwa ajili ya nani? Mdogo wangu mimi hapo siwezi. Asante. Nilikuwepo. Ama kweli mapenzi upofu. Mdogo wangu, nakuahidi nitaenda kuongea naye. Kama jibu nitafanyaje? Nitakuelezea. Sababu gani? Nitafanyia kazi na kajua. Nyumbani kwako na kajua. Kwa hiyo nitafanya nini? Nitakuelezea, wala usijali kwa hiyo. Unapajua napoishi mimi? Kwa nini utasikiliza? Si unaishi hapa mtaani kwetu ama? Sikujua kama mimi bado nasijua. Siwezi kushanga sasa. Hauna kifuko? Shika. Matunda mangapi? Chukua matunda mawili. Ila usijali change kana itakusaidia hata kununua voucher wala usijali. Yaani matunda mawili change baki nayo. Nayo tu usijali. Kwa heri kabisa. Yaani uwe na amani. Si unajua sisi ndio brand hapa mtaani. Basi tutawasiliana. Hiyo change kana. 10,000. Usijali mama, vitu vidogo hivi, Wala usijali mama. Weka nayo. Mkundu wa Msimbazi. Ila kwa jibu atasubiri kidogo. Kama ishaanza kunielewa vile. Mama. Matunda mawili. Pesa shilingi 10,000. Hapa take change. Ila. Sitachelewa. Kakuta kwamba gari limeshaondoka, tiketi ishapata. Sio bure. Bebe.
ya mtu anatembea anaongea peke yake, unaweza ukamwona chizi Taila, lakini sasa hata mimi naanza kuongea peke yangu njiani. Elisa, nakukosea nini? Unanieleleza hivi? Unatembea naongea mimi mtu ambaye nilikuwa nikiwatizama watu wanaoongea peke yao, mataila machizi wende wasimu wajielewe. Leo hii ati mimi ndo natembea naongea kama taila, kama chizi, kwa sababu ya mtu mmoja tu, kiumbe mmoja tu. Nikikuona wewe kama nimemuona bibi wangu, kwa hiyo mimi naona kama mapacha. Ngoja nikwambie kitu, sawa? Mimi mama yangu alivyonizaa hakuniambia mtuzaa wawili, amenizaa mimi peke yangu. Huyo pacha anamtolea wapi? Nisikilize kitu kimoja sana. Unajua nyinyi ni marafiki, halafu mnapotembea mko pamoja, mkiwa nyumbani pamoja, hata mawazo nini mnakuwa mko pamoja. Kwa mimi ninapowaona au ninapokuona wewe kama nimemwona yeye, na nikimwona yeye kama nimekuona wewe. Kwa hiyo naomba nisipate. Sawa. Saizi umenikuta hapa na mawazo yangu, nina mali zangu. Sawa? Kuna sehemu naelekea kupeleka jibu la mtu. Kwa hiyo naomba tu usije ukanipotezea muda. Kama una pointi ya maana, chap uende. Sasa hapo ndipo unapokosea. Unanielewa? Hapo ndipo unapokoseaga. Kwa sababu unajisahau sehemu ndogo tu. Tambua nimekuja ripota wa mtaa. Na nikijaga ripota wa mtaa, na mambo lukuki, na mambo yaliyojaa, mambo ambayo yote niliyokusanya katika mtaa. Nimekuja kumuona bebe, lakini nimekuja kukupa na habari za mtaa. Takiwa ujue mtaa unaendeleaje. Nisikilize. Asubuhi unapita, mchana unapita, jioni unapita. Ndo kazi ya ripota. Ukipita asubuhi, saizi umepita asubuhi, sawa? Nipo busy na habari. Ukipita mchana hautonikuta, nipitie jioni. Ili mradi unikute, ili mradi unipe hizo habari zako, sawa? Nina safari naenda, usinichoshe na mwanamke. Wanawake shikamoo. Shikamoo. Eliza umekuwa nani wewe? Mama natumia uzoefu wangu kuniumiza. Eliza, mimi kukuambia tumebondi, tumemechi, tunaendana kila kitu, ndo time unayoitumia kuniumiza. Tumbe nyingi wanawake. Ukifanikiwa kumpata mwanamume ambaye yuko tayari kujishusha kuwa mjinga kwako, kufuata unayotaka wewe, kutekeleza unayotaka wewe, huyo ndo mnayemwona mpumbavu. Mbona unanilipa kitu tofauti Eliza? Sina kufichia mambo mengi. Eliza, nikufichia mambo mengi. Watu wanapoenda paka wanashindwa kupata ripota kutoka kwa nini? Wewe usitaki kwamba kila kitu ujue. Sawa? Ila tu ngoja nikwambie, sawa? Kuna mtu alinitongoza. Sawa? Katika kunitongoza kwa hiyo hapa nilipo napeleka majibu na imani huko yeye alipo anakaa anasubiria. Hai. Kama ripoti nataka kujua. Kutongoza lini huyo mtu? Juzi. Kwa hiyo mtu kakutongoza juzi. Leo nataka umpelekee jibu. Salome, sisi Waswahili, sisi ni wabongo. Unielewa? Mbwa kama mchuzi wa moto. Unapokuwa wa moto sana pale ndio unauma. Yaani ukipoa hamna tena ladha. Sasa wewe umetongozwa juzi, unataka upeleke jibu leo.
hata na huyo unampelekea jibu atakuwa kafanya. Ila kama anajitambua hawezi akakuelewa. Yaani hapo simtafuta mchawi wewe mwenyewe. Hayo ya kuhusu kwa sababu wewe hujanitongoza. Sawa, alafu wewe upeleke majibu. Mimi ndo nilotongoza. Sawa, na mtongozaji yupo huko na mimi ndo napeleka majibu. Okay, vizuri. Na mimi nakupa tu kama ushauri. Unapotongozwa leo, toa majibu leo. Kwa sababu sisi wanaume huwa tunapenda kuambiwa siku hiyo hiyo. Sasa wewe peleka leo jibu. Alafu utakuja kuniambia. Kuna habari nyingine? Kama ukiendelea kunisikiliza nazo ngani sina kusikiliza. Hivyo? Vizuri. Safari njema. Good. Ila jambo moja. Hizo nini kalini cha mzima naonekana kwenda hapo. Nizungumze na nani ambaye haelewi changamoto ambazo nazipitia? Watu wananiona taira. Ninapokatiza naonekana chezi nimerogwa kwa sababu yako. Eliza, mimi nimerogwa. Watu wananiona mwenda wazimu, watu wananiona taira. Hujui kinachoendelea kati yako mimi na wewe. Hujui kinachoendelea kati yako mimi na wewe. Eliza, nimekufichia makubwa mengi mama ambayo mtu mwingine hawezi kukufichia mama. Hawezi Eliza, hawezi. Nimefanya nini wewe? Mbona mzigo nilioubeba ni mzito sana? Eliza, hayo mambo mimi mwenyewe sikutajia kama nitakuja kukutana nayo. Nimekutana nayo kwako Eliza na nimeyabeba, lakini bado unanieleleza. Ukirudi mwambie hivi. Nahitaji kuonana naye face to face. Nina maongezi naye nyeti. Natumaini nafikisha taarifa kwako. Utampa majibu hayo. Shekwa barua pepe sasa. Sanduku posta. Vizuri? Ila mimi naomba hilo jambo mfike. Usijali. Huyo mtu unayemfuata wewe kumpa hilo jibu kama anajielewa utakipata unachokitaka. Humu tu afu shwa. Unaniumiza sana Eliza. Hutakuja kumpata mwanadamu ambaye atajitolea kudhalilika kwa ajili ya wewe kama mimi. Nini? Sawa. Shindi wewe, wanawake juu. Wanaume sisi mapacha tuwabeba afu sisi bado mtuone wenda wazimu. Nyinyi ndio wazazi wa taifa pekee yenu. Lakini mnasahau kama changu cha mtoto kilichokuwa kwa dunia yangu. Wanaume wamesimama, wamepita sika na dunia mengi. Ndio maana ndoa nyingi wanaume ndio wameongoza kufa. Wanaume ndio wamekufa kuliko wanawake. Lakini bado hamtaki kukubali, mnatuumiza bwana. Mnatuumiza. Utamu mchungu kwa wenye tamaa, utamu mchungu inauma sana, utamu mchungu vijana ndio nguvu ya taifa, utamu mchungu.